Asante sana Governor. Watu wa Eldama Ravine hamjambo. Niko kwa network kidogo. Unajua shushu. Nilikuwa nasema unajua gogo yangu na yeye alikuwa anaishi hapa Makutano. Kwa hivyo nikiwa hapa Eldama Ravine pia mimi amiga kabisa. Mumenikaribisha. La pili, mimi mnajua ni mtu ya mkono ya rais wetu William Ruto huko kwa bunge. Lakini nasikia wengine kwa mitandao wameanza kuniita bibi ya Ruto. Sasa mkiniangalia mimi nakaa mama Recho. Hii sura yangu inakaa kama kiatu upside down. Lakini ni vizuri governor wetu ametuelezea vizuri. Ni vizuri tuwaelimishe watu mambo ya finance bills, ndio? Sababu nimeona kwa mitandao watu wanaendezewa porojo mingi. Eti hata watu wa Eldama Ravine mutalipa tax ya ng'ombe, ya mbuzi, ya kondoo, mambo ambayo haiko kwa finance bill. Wengine nimeona wakiendeleza porojo hata matibabu ya kansa, ukiwa na kansa ati utawekewa tax ya ugonjwa ya kansa. Sasa nikajiuliza, hii watu wanasoma finance bill gani? Na mimi nataka niwatangazie nikiwa hapa, mimi nilipiga yes. Na niliongoza wabunge 204 wa Kenya kupiga yes. Sababu hii finance bill, nimesikia wale wa Gen Z pia wakiuliza, hii finance bill imeletwa na Ruto. Sio Ruto ameleta finance bill, imekuwa tangu tambo. Ile kitu imebadilika Kenya ni mjadala umebadilika. Hapo zamani tulikuwa naongea siasa ya ukabila, tunaongea siasa ya mali ya umma imeibiwa. Leo hakuna mtu ananyoshea mwingine kidole, huyu ni kabila hii, yule ni kabila ile. Tunaongea ile mambo ambayo inatufaa sisi kama Wakenya. Kweli si kweli? Na sababu mjadala umebadilika Kenya, pia Wakenya wamekuwa conscious. Wameanza kuelewa kama ni tax, wanataka kujua tax inakatwa iwafanyie nini. Wale wanahandaa watu, sijui kuna tax ya wanyama, kuna tax ya kansa. Sio tax iko ya kansa. Finance bill ni mswada ambao usaidia serikali kuchangia ama kuokota fedha za kuendesha kazi ya serikali. Kutopitisha finance bill ni kusema serikali ya Kenya isite na ikome kufanya kazi. Isijenge barabara, ukienda hapa hospitali ya Eldama Ravine usipate daktari, usipate dawa. Wale watoto wetu, watoto 56,000 walimu walioajiriwa kwa JSS kama interns, tumewekea bilioni 8 na itaongezeka iwe bilioni 16.7 kufikia supplementary budget, ili waajiriwe wawe permanent and pensionable, waelimishe watoto wetu. Sasa tunaambiwa tusiweke hiyo pesa, walimu wasiajiriwe. Tunaambiwa tusiweke pesa hapa Eldama Ravine. Nimeuliza Mheshimiwa Musa Sirma, akaniambia watu walio na nguvu ya umeme ambao wako na stima kwa manyumba zao ni 35%. 35%. Wale wengi unaona wakiandamana Nairobi wameshika simu ya iPhone, wanajiita Gen Z. Wanafika kwa maandamano na Uber. Wanatoka maandamano wanaingia KFC kukula kuku na minofu. Ama hamkuwaona? Muliwaona? Maji ni ile ya chupa. Hao hawajui kukosa stima ni kitu gani. Hawajui mtu wako Eldama Ravine 35% peke yao ndio wako na nguvu ya stima ama umeme kwa manyumba zao. Wale wako na umeme Nairobi 100%. Tumeweka milioni 50 in every constituency, na hapa Baringo County another 1 billion shillings ya kuhakikisha 100% connectivity ya stima Baringo County imefika. Lakini mtu wako na stima Nairobi hawezi elewa shida ya mtu wa Baringo. Ataelewa kweli?
Kwa mambo ya cancer, ukiangalia ile budget inafinansiwa na hii finance bill, tuliweka na tukazindua mpango mpya wa NHIF unaoitwa Social Health Insurance Fund, SHIF. Kwa hiyo SHIF, kwa hii budget kupitia hii finance bill, tumeweka bilioni 2 ya matibabu ya bure kwa Wakenya walio na critical emergency and chronic diseases kama cancer ama saratani, kama kisukari ama diabetes, high blood pressure. Ukienda hospitali, serikali ya Kenya kupitia SHIF inalipa. Tumeweka bilioni 8 kwa hiyo SHIF, ili yule Mkenya ambaye hayuko na ajira, hana biashara, ni mama ama mzee mkongwe, ni mtu ambaye ni maskini sana, hana uwezo wowote wa kulipa shilingi 300 kwa NHIF ama SHIF, bilioni 8 kwa hiyo budget, Mkenya mwenye hana uwezo alipiwe ili awe na medical cover kama ile iko na Musa Sirma, Kimani Ichung'wah na Musalia Mudavadi. Akienda kwa hospitali anapata matibabu. Sasa jameni, watu wa Eldama Ravine, hiyo ndio mambo naambiwa niongozo wa Kenya. Tuseme no? Tuseme no ama tuseme yes? Hebu niambieni, tuseme no ama tuseme yes? Tuendelee kusema yes? Walienda wakahada wa Kenya. Hii bill imeweka VAT kwa mkate. Mkate sijui itakuwa miangapi. Ati magari itatozwa kodi. Kweli ilikuwa. Tukapatana kama wabunge, tukakuja kwenyu kama Wakenya, tukawasikiza, mkatuambia hamtaki kodi ya mkate sababu ndio watoto wanakula kwa shule. Hiyo kodi ya mkate tukaondoa. Mkatuambia hamtaki kodi ya magari sababu gari sio income. Hiyo kodi ya magari tukaondoa. Badala ya kuweka kodi ya mkate, tukaweka bilioni 10 kwa subsidized fertilizer, ili mkulima wa ngano, mkulima wa mahindi, wa maharagwe, wa kahawa apate mbolea ya bei ya chini. Tumeweka hiyo bilioni 10 ya subsidized fertilizer, ndio wale wanatuambia tukatae. Badala ya kuweka kodi ya magari, tukaweka pesa ya kumaliza barabara hizo. Umesikia Kiboreka akiwaambia kama hiyo amesema ya kutoka Poror, Timboroa, Poror, inapitia Sirwa mpaka Ochi, si ndio? Inatuunganisha constituency 3. Hizo barabara najua mlihaidiwa kitambo, si ndio? Si Rais William Ruto akiwa deputy president aliwaahidi hiyo barabara? Wakati aliwaahidi, mnajua ile mashida tulipata ama mmesahau? Si mnajua ni mimi nilikuwa chairman wa budget. William Ruto kuahidi mabarabara, Uhuru Kenyatta naye na ile gang ya handshake wakasema msifanye hata moja ili watu wamchukie. Hizo barabara ndio rais ameweka pesa kwa hii budget kuhakikisha hiyo mipango yote inakamilika. Sasa jameni, ndio unasikia wale ambao walitegemea ati watafanya siasa na mkate, watafanya siasa na tax ya magari, watafanya siasa ati na kudanganya watu hata madawa ya kansa iko na kodi. Hao sasa ndio wanachochea wa Kenya. Lakini la kushangaza, ukiangalia Sirma, si ndio? Ukiangalia wengine wako kwa hii serikali yetu wameandamana na wale wabunge wengine walikuwa wanapiga no, sababu wao walikuwa miongoni wa wale wachochezi. Na hao wachochezi ndio pia walitaka wa blackmail Rais William Ruto ati awagawie pesa yao ya kibinafsi kwa maofisi yao, pesa ya refurbishment, pesa ya kununua mkeka, ati mkeka ya milioni 40. Sababu William Ruto amekataa, akakwambia wewe hakuna pesa ya umma itatumiwa kwa mambo ya kibinafsi. Unafikiria utaenda kukusanya wabunge 4 ati upigane na William Ruto? Mtakubali mtu achochea watu against William? Mtakubali? Ndio unaona wakituambia tuungane.
sisi kama jamii moja, ili tuweze kutishia William Ruto. Mimi nataka niwaambie, muungano sio muungano wa jamii moja. Muungano ni muungano wa Wakenya wote, wa jamii zote za Kenya. Hapa Eldama Ravine, mimi mwenyewe nimewaambia gogo yangu ako hapa makutano. Niko na relatives, ndugu na dada wangu wako hapa Baringo County. Huyu MC ako hapa, si alikuwa ni MC hapa? Huyu ni Mkale. Naitwa nani? Monyeria. Huyu Monyeria. Huyu ni Mkale. Lakini sura yake inakaa ni Mtuga, ne? Si ni Mkenya huyu? Nyinyi mlimchagua akakuwa MCA hapa. MC, si ni MC hapa? Si kesho ingine atachaguliwa pia aweze kuwa hata MCA? Ama akuwe mbunge kama Musa Sirma? Na huyu MCA wetu hapa umesikia amechaguliwa bila kupingwa. Siku ingine aje Kikuyu akuwe mbunge huko. Au sio? Because that is a Kenya we want to build. Kenya ambayo tunaungana sisi wote. Tumefika hapa na Musalia Mudavadi. Nimeona wamama pale wa Ingo. Wakidansi sikuti. Nikaambia Musalia, Prime Cabinet Secretary, unaona watu wa Ingo pia wako Eldama Ravine. Watu wa Mlima Kenya wako Eldama Ravine. Watu wa Luo Nyanza wako Eldama Ravine. Huyu Tandaza Sawa amepata watu wa Kwale hapa Eldama Ravine. Sababu Eldama Ravine ni Kenya, na hiyo ndio Kenya ya leo. Wale wanataka kugawanya wa Kenya kwa misingi ya ukabila, tuwaambie wa Kenya hiyo siasa ya kugawa kwa misingi ya ukabila wamechanuka. Wamekupita kwa fikra, hautawagawa wa Kenya kwa misingi ya ukabila. Umoja tunaotafuta ni umoja wetu sisi wote kama wa Kenya, wa jamii moja, wa nchi moja, walio chini ya uongozi wa bendera hii moja. Kuna bendera moja pekee ya Kenya, hakuna ya kabila hii ama ya eneo hii ama ya eneo ile. Kweli si kweli? Sasa mimi sitaki niseme zaidi ya hayo. Mambo nimewaambia, ile tumeweka kwa mswada ya finance bill ikusanye pesa, sio mambo ya subsidized fertilizer peke yake. Hapa Eldama Ravine, vile huko kwetu sehemu zingine Kiambu kuna kahawa, hapa Eldama Ravine si mko na kahawa? Mnajua society za kahawa nyingi zilikuwa na madeni. Tumeweka bilioni 6.8 ya kufutilia mbali madeni ya wakulima wa kahawa. Na pia tukawekea bilioni ingine 2 ya mambo ya Coffee Cherry Fund, ili mkulima wa kahawa akiuza kahawa yake asikose karo ya mtoto ya shule. Anaweza enda apewe pesa ya Coffee Cherry Fund. Kahawa ikipata bei mzuri, ikiuzwa, pesa analipa huko kwa Cherry Fund, na ile imebaki kama bonus anapata. Kwa hivyo wacha nisiseme zaidi ya hayo. Mnajua pia tutaendelea kuwajulisha wakulima wa maziwa. Rais William Ruto alituahidi tukifanya campaign ya kuwa mkulima wa maziwa Kenya lazima awe na faida kwa biashara yake ya ukulima. Kwa hii budget tumeweka bilioni 2.5, 2.5 billion, kuhakikisha tumefanya rehabilitation ya KCC factory zetu ili ziweze kuweka maziwa mpaka ile ya UHT. Pia kuhakikisha kutoka mwezi huu wa 7 mkulima akipeleka maziwa yake KCC bila kupita siku 15 unalipwa pesa yako ya maziwa ya ng'ombe yako, na unalipwa minimum shilingi 50 kwa lita kwenda 53, 50 to 53 shillings per liter. Sio ndio kazi tuliwaomba jameni? Tuendelee tusiendelee? Jumanne tutakuwa bunge kufanya stage ya mwisho ya finance bill. Hiyo stage ndio tutafanya mabadiliko. Ile ilikuwa tax ya mkate tutoe, tuende tutoe tusitoe. Ile tax ilikuwa ya magari tutoe, tuende tutoe tusitoe. Kwa hivyo mnasema wale watakuja wapige yes kwa kutoa tax ya mkate, si ndio? Wapige yes kutoa tax ya magari, si ndio? Ili pia tuwezeshe serikali yetu iendelee, tuwafanyie ile kazi tuliwaahidi. Hatuna uoga sisi.
baada ya miaka 5 tutarudi kwenyu siku ya kuomba kura, tuje tuwapee report, tuambie kama barabara tumetengeneza hiyo ya Timboroa Poror kwenda mpaka Ochi. Sio ndio kazi? Mtuulize kama Social Health Insurance Fund tumetekeleza, na tutakuwa na hata hatutawajibu. Mtakuwa mkiona ukiwa na ugonjwa wa saratani, ukienda kwa hospitali ya governor ama serikali ingine ya hospitali ya serikali, unapata matibabu. Ukiwa na kadi yako ya NHIF mpya inakulipia. Na kwa hiyo card pia, kwa hii budget tumeweka pesa kuhakikisha kila Mkenya ambaye hana ajira, ambaye ni mfanyi biashara mdogo, mama mboga, bodaboda, mwenye alikuwa analipishwa NHIF shilingi 500, sasa utakuwa unalipa shilingi 300 peke yake. Na kwa hayo mengi, Mungu awabariki. Nikirudi Nairobi nisalimie William Ruto, Rais wa Kenya. Nimwambie Eldama Ravine mko na yeye, mumemshikilia, asikubali kutikishwa na asitingizike. Kongoi Mising. Basi hebu tupige makofi kwa kiongozi wa Leader of Majority. 1, 2